mimi kazi yangu itakuwa rahisi sana. Jana Mumero aliniangalia pale Kagoromone market. Akaniambia, Kalonzo, safari hii ukirudi tutaonana. Lazima uende kwa debe. Ukirudi wewe usirudi nyumbani hapa. Na mimi hata nyumba nyingine yetu iko Meru. Wameru alinisomea kabisa, sema tu na naombea Kimeru kiasi kidogo. Na nikija jioni between Runyenjes na hapa Embu nikasikiliza radio moja inaitwa Ngemi. Unaijua? Ngemi. Hiyo nikasikiliza news ya saa moja kwa Ngemi. Nikasikia msichana anaitwa Janet Kagendo akihoji wazazi wa shule ndogo hapa Kibugi. Kibugu. Ya shule ilijengwa na Martin Wabora ile ya nursery. Alafu walikuwa nalilia sisi Lebarire awapatie mwalimu mmoja, sababu ni mwalimu ni mmoja, na waandikishe hiyo shule iwe angalau primary school. Hiyo kutoka leo hiyo ni shule ya Kalonzo, hiyo nitaandamana nayo. Hiyo nitajenga. Na kwa sababu hao watoto wa msingi hao nikirudi hapa itaenda huko kwa hiyo shule. Na tuijenge kabisa iwe strong primary school kuonyesha udhabiti wa watu wa Embu na watu wa Eastern Province. Hatuna ubaya. Mumeona tangu Kenya kwanza achukue mamlaka, shida ni mbili. Shida moja ni gharama ya maisha. Nilijaribu kueleza dada yetu Sisile tukiwa na yeye, ndiko alikuwa deputy wa yule senator huko Kericho, tukiwa katika National Dialogue Committee. Na kuambia hii Kenya kwanza mtapelekwa nyumbani na ushuru kila mahali. Sasa hata mapasta wameanza kuambiwa, hebu tupatie idhini namba ya waumini wako ni wangapi, unatoa sadaka kiasi gani. Unaona hiyo? Na huku kuna uhuru kuabudu, unataka pia kutoa ushuru maombi. Haiwezekani. Na wao wengine wanajuta. Kwa hivyo jambo la gharama ya maisha ndio ambaye inakera wananchi wa Kenya. Mliambiwa hapa rais mwenyewe, na alifanya vizuri kuja hapa Embu. Kwa nini hapo nialika na ni nyumbani katika Madaraka na ni nyumbani? Alright? Lakini akaja hapa tarehe 26 mwezi Mei. Na leo tuko February. Mkaambiwa mtajengewa hapa parking area ya ghorofa 7. Mliambiwa hivyo? Na mkahamishwa. Hii serikali ya Kenya kuisha jina yake ingine bomoa. Sema bomoa. Yaani ina bomoa kila kitu. Nasikia sasa mimi nawaambia Kenya kwanza, kama na wakatoa watu zaidi ya 3,000 hapa. Hawana mahali ya kwenda. Wananchi wanasema kama hamujengi hii project 26 of May wanawangojea. Hakuna contractor, hakuna dalili yoyote, na rais mzima anakuja kuandaa watu wa Embu atawajengea. Basi waambie Kalonzo amewaambia msipofanya hivyo in June tutarudi tuambie watu wetu warudi mahali walikuwa. Wangapi wanakubaliana na mimi hapo? Hata wanasema bomoa kila mahali, housing tax, kodi ya nyumba. Alafu nimeona hapa moja wamejaribu pale, lakini unauziwa 4.9 million, unalipa miaka 30 na unatozwa ushuru kwa nguvu, upende usipende. Utamu wa kutoa kodi ni kutoa kwa hiari yako, sio kulazimishwa. Na mimi nawaambia kabisa Wakenya ambao wana payslip, hakuna mtu ambaye halii. Nilisema mimi Mungu anijalie niwe rais wa 6. First ile inaitwa executive order ni kutoa ushuru huyo wa nyumbani kabisa, ndio watu wapate angalau nao. Na kuteremsha gharama ya mafuta. Tulisikia maajabu wakati wa hiyo National Dialogue. Nilimuuliza Sisili, wewe umesikia vile nimesikia? Waziri wa fedha Professor Dungu anakuja anatuelezea vile inaitwa government to government, G to G, mafuta kutoka Uarabuni yanakuja hapa sijui kwa bei nafuu. Baadaye badala ya bei nafuu Uganda imepeleka Kenya kotini, yaani Museveni anapeleka Ruto kotini. Hata naharibu uhusiano wa Afrika Mashariki. Na mimi binafsi nimepigania Afrika Mashariki iwe kitu kimoja.
Hata juzi watu wa South Sudan wameingia, Somalia wameingia, sababu tunajua Somalia ikiingia East Africa tutapata amani kwa mpaka wetu, ili watu wetu waishi kwa amani na soko ipate kupanuka. Hiyo G2G ikawa ni porojo mpaka mwishowe treasury wakakubali. Hiyo ilikuwa ni kulaghai wananchi wa Kenya. Mambo sera zote, mzee Moi aliyekuwa rais wa Kenya alikuwa anatuambia, huyu mzee atakumbuka, Moi alikuwa na Mungu amlaze vyema vizuri, alikuwa anasema siasa ni maisha. Sasa siasa ikiwa mbaya, maisha ni mbaya. Si mnaona huo ni kweli? Sera zikiwa mbaya, maisha yanakuwa mabaya. Kwa hivyo sisi hatuwezi kulala, ndugu zetu wa Embu, wa Eastern Province, wa Kenya wenzangu. Nione uchumi kiharibika, na hali nina uzoefu, nina njia ya kusaidia Kenya hii. Tulikuwa tumeahidi free secondary. Mimi na Kibaki tulianzisha free primary. Si mnakumbuka hiyo? Na tena tukaifanya ya nguvu. Ikawa ni lazima mtoto asome. Hata mzee mmoja alikuwa anaitwa Marubu, alikuwa 84 years, akaenda primary. Unakumbuka hiyo? Kwa tulisema la kila Mkenya asome. Na tunasema iwe affordable. At least from form 1 to form 4 tulikuwa tumeahidi wazazi hawatalipa karo. Sasa wanalipa na e-citizen. E-citizen kitu gani? Yani lazima upeleke watu pole pole. Sasa ingawaje tulisema free secondary education, wakasema hiyo hapana, wacha e-citizen. Unalipa karo na e-citizen. Wangapi wanajua kulipa na e-citizen? Yani mwalimu mkuu akimwonea mzazi huruma, mtoto ana la kufanya, anamwambia mzazi kuja asaidia kuchimba pit latrine. Wengine wanafanya hivyo, wanachimba hiyo pit latrine, halafu mtoto anapatiwa discount. Mzazi analipwa hiyo nalipa kuchimba choo, unaweza kulipa na e-citizen. Itawezekana hiyo? Mwingine mzazi analeta kuni kwa shule, analipa karo na kuni hiyo. Kumbukeni tulikuwa tulisema tutazomesha watoto wetu in secondary schools from form 1 to form 4 kuanzia Januari mwaka huu. Sasa hiyo yote imerudi nyuma. Ndio wazungu anasema choices have consequences. Wengine hapa tulichagua Kenya kwanza, si ni kweli? Mimi niliangalia nikasema wacha nirudi nyumbani tuongee na wazazi wetu na watu wa Embu, waniangalie vizuri, wajue Kalonzo hawezi kuaria urongo, Amero zama ndara hiyo urongo. Siwezi kudanganya watu wetu. Na experience iko hapa. So the time has come to seme enough is enough. Na kusema, unajua tulikuwa tukisema punda amechoka. Sasa punda wacha kuchoka, ameanguka chini na mzigo. Wazazi wanalia, kila mtu anaumia. And therefore we have to correct this situation. Kwanza mimi naombeni wanaotaka mjiunge kwa chama cha Wiper. Wangapi wataniunga mkono kwa Wiper? Jiandikisheni kwa Wiper. Alafu tukisonga hapo tuwe na strong political movement, strong opposition. Hata Ruto mwenyewe alisema anataka opposition iwe strong. Na anajua tutamkosoa vilivyo. Tunajuana kabisa. Hakuna mtu Kenya hii kiongozi ajui Kalonzo ni nani. Na tusaidiana, lakini wajiandae 2027. Wangapi wanasema tuende mpaka kwa debe? Wangapi? Nataka nione. Because lazima nilete hii kitu nyumbani. Si ni kweli? Basi lazima tuungane pamoja. Kutoka huko Karaba mpaka Kieni mpaka Runyenches mpaka Kanyambora, kwa rafiki yangu anaitwa Leni Kivuti. Unamjua? Ana ujuzi mwingi sana Leni. Wa kuchora dunia, anaweza kuchora dunia nzima. Tuungane zote mpaka Ishiara huko. Ishiara na Sekuru hapo ni karibu zaidi. Tunaleta mbuzi kuuza Ishiara market. Ni lazima sasa tujikomboe, tufikirie. Na nitaingia kila mahali. Watu wanasema ati Mlima Kenya. Mimi ni mtu wa Mlima Kenya. Hata nimepanda miti nikiwa scout huko ndani kwa mlima. Hawajui tulipanda wapi. Kina Mgadai, Mwana Cyrus Tai alikuwa classmate yangu.
General Gitwai nimemsaidia, tumefanya naye kusaidia watu wa South Sudan. Hapa wale ambao tulisoma nao wako tayari tushirikiane tuokoe watu wetu. Wangapi wanasema lazima tufanye kazi namna hiyo? Nipe wiper. 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 Na tumesikia mambo ya bodaboda. Tumesikia pia vijana mama hapa, mama mboga. Simuliambua nyinyi hii serikali itakuwa ya mama mboga. Nani anajua status ziko wapi? Serikali ya mama mboga. Yaani watu hawajui atakudanganyana mchana. Si ungejua usiku wadanganye watu. Hata itakuwa vijana ya bodaboda mkaambiwa mtaletwa electric motorbike. Imefika Embu. Yaani ile ya kuchaji na stima. Hii yenyewe mlionao mafuta iko juu zaidi. Lazima tutarudisha kila kitu kuwa sawa vile Kibaki na mimi tulikuwa tumepanga. Nasikia Ruto akisema anaamini Kibaki economics. Lakini ukweli rafiki yangu Ruto alifutwa na Kibaki. Alikuwa waziri wa mambo ya Sasa nataka upande huu nipe wiper. Wapati naona vizuri wiper. Wiper. Nimefurahi yale mambo vijana wamesema tutaenda tuwasaidie. Ni vijana wetu. Tusaidiane. Lakini June nitarudi. Kama hii project haijaanza tutaenda turudi mimi na nyinyi. Tuingie hapo mahali tulikuwa. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Asanteni sana, Mungu abariki. Uko na kijana aitwa Ntwiga, ni organizing secretary wa chama cha Wiper. Simama tu hapo mfungulia onekane. Utaonyesha senator utaongea mbele. Senator wa Kitui huyo mama anaitwa Jane Kibati kutoka Kitui, yule anaitwa Ketute kutoka Kitui. Yule mama ni deputy chairman wa Wiper anaitwa Kanyi. Mama Kanyi anatoka Nyeri. Na huyo mwingine anaitwa Freda Kaki, ona executive ya chama cha Wiper. Tuna executive director hapa anaitwa Mbutura. Tuko ngoja huyo Mwembu mmoja asalimie. We have to go, we have a long way. In just less than a minute.